Haya, tunaendelea na somo letu la 3. Kama nilivyokuambia, somo letu la 3 tutajifunza kwa habari ya namba. Na tuna namba mpaka ziko nyingi, namba kwenye muziki. Lakini kwa level hii tunayojifunza sasa hivi tutaishia namba 7. Tutakapoendelea tutaendelea zinaendelea mpaka 13. Kwa hiyo sisi tutaishia namba 7 kwanza. Tuna namba 1 mpaka 7. Hizo ni main 1 to 7. Ambayo 1 to 7 kama unajua kuna kitu kinaitwa ile solfa ambayo ni do re mi fa sol la ti do. Kwa hiyo do ni 1, re ni 2, mi ni 3, fa ni 4, so ni 5, la ni 6, ti ni 7, do ni 8 au 1. Maana kuna do ya low octave, do ya high octave ambazo zote zinasimama kama moja. Sasa kwenye gitaa namba 1 ni popote ambapo unaweza kupatia key. Yaani sehemu yote ambayo unaweza nikapata key ndio inakuwa namba 1 yangu. Let's say mtu labda akaimba kiembe E. Nishakwambia lazima ujue keys kwenye. Sasa mimi natumia labda nimetumia string namba 3, string 3 kutafuta hiyo E. String 3 tumesema ni A, O A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Embe hapa ni fret ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, fret ya 7 hapa. String namba 3 fret ya 7 ndio nimeifanya namba 1 yangu. Sasa kwenye kujua namba kwenye muziki ni general iko hivi. Kuna kitu tunaita half step na whole step. Kwa Kiswahili tunasema nusu hatua na hatua nzima. Sasa ili ujue hizo namba lazima ujue kwamba yani hizi hatua nzima na nusu hatua ndo zinatuongoza kujua ni nini kinatufanya ifuate namba 3. Yani kutoka namba 1 kwenda namba 2, je, ni hatua nzima au ni nusu? Kutoka namba 2 kwenda namba 3, je, ni hatua nzima au ni nusu? Sasa kanuni iko hivi. Kutoka namba 1 kwenda namba 2 ni hatua nzima. Na tunapozungumzia hatua nzima, kwa mfano wetu tuko kwenye key E. Tunapozungumzia hatua nzima manake nikitoka hapa nikaja hapa kwenye fret inayofuata nimekuja nusu hatua. Ila unapozungumzia concept ya hatua nzima lazima niwe nimeruka fret moja kuja fret inayofuata, hiyo ndio hatua nzima. Kwa hiyo moja nikija hapa, hiyo ni hatua nzima. Kwa sasa kutoka 1 kwenda 2 tunaita ni whole step au hatua nzima. Kutoka 2 kwenda 3 ni hatua nzima. Kutoka 3 kwenda 4 ni nusu hatua. Kutoka 4 kwenda 5 ni hatua nzima. Kutoka 5 kwenda 6 ni hatua nzima. Kutoka 6 kwenda 7 ni hatua nzima. Kutoka 7 kurudi 1 au 7 kwenda 8 ni nusu hatua. Kwa hiyo utagundua hapo nilipokutajia kwamba kutoka 3 kwenda 4 inakuwa nusu hatua na kutoka 7 kurudi 1 inakuwa ni nusu hatua. Ila hizo nyingine zote ni hatua nzima. Kwa maana hiyo naweza kusema kwamba kwa mfano sasa tutolee mfano niko kwenye key C hapa. String namba 3, fret namba 3 ni C. E kama 1. Tunasema kutoka 1 kwenda 2 ni hatua nzima. Maana yake nitaruka hii fret kuja hapa. Itakuwa 2. Kutoka 2 kwenda 3 ni hatua nzima, nitaruka hii fret itakuja hapa. Kutoka 3 kwenda 4 ni nusu hatua, 4. Maana yake nimetoka 3 kuja 4 bila kuruka chumba chochote, ni nusu hatua. Kutoka 4 kwenda 5 ni hatua nzima, nimeruka hiki chumba. Kutoka 5 kwenda 6 ni hatua nzima, nimeruka hiki chumba. Kutoka 6 kwenda 7 ni hatua nzima, nimeruka hiki chumba. 7 kurudi 1 ni nusu hatua. Kwa hiyo nikipiga zote tutasikia ni itakuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, back to 1. Sasa kwenye gitaa kuna kanuni ambayo inatusaidia, maana huwezi kupiga moja paka huko. Kuna nyuzi nyingi, kwa hiyo zinatusaidia, zinarahisisha, na kuna namna ambavyo tunaweza tukaipiga. Hii inaitwa major scale, ambayo nilisema tutatolea mfano kwenye kiembe. Hii ni E. Na kuonyesha kwanza namna formula ya kupiga hii, alafu nitakuja kukuonyesha
ni kwa nini yani tumepiga, imekuwaje hatua nzima, imekuwaje nusu hatua. Kwa angalia, tuvipe vidole namba, kidole namba 1, kidole namba 2, kidole namba 3, kidole namba 4. Au kidole namba 1 hiki, hii pointing finger namba 1, middle finger namba 3, second finger namba 3, hii namba 4. Kwa 1 2 3 4, 1 2 3 4. Sasa angalia kidole namba 1. Nikiwa kwenye namba 1, kidole namba 2 ndio kinaanza. Kidole namba 2 ndio kinaanza. Kinafuata kidole namba 4 kinashika namba 2. Kwa 1 2. Kwa kidole namba, onsogei kamera uelewe vizuri. Namba 1 kinashika kidole namba 2. Namba 2. Namba 2 kinashika kidole namba 4. Alafu namba 3 ilikuwa 1 2, alafu 3 kinashika kidole namba 1. 3 kinashika kidole namba 1. Alafu 4 kidole namba 2. 5 kidole namba 4. 6 7 1. Kwa yote inakuwa narudia tena. Sasa tunapigaje? Nilikwambia hii ni namba 1. Kwa hii namba 1. Kutoka 1 kwenda 2 nikakwambia ni hatua nzima. Tumekuja hatua nzima. Kutoka 2 kwenda 3 ni hatua nzima. Kwa nilikuwa na uwezo wa kupiga 1 2 3, lakini nimepiga 1 2 3. Ambao kwenye E tukipiga ki E, 1 ni E, 2 ni F, 3 1 ni E, 2 ni F sharp, 3 ni G sharp. Kwa hii ni G sharp na hii ni G sharp. Ndio nikachagua option ya kuja kwenye 3 hii. Kwa 1 2 1 2 3. Then kutoka 3 kwenda 4 nilikwambia ni nusu hatua. Kwa hiyo kutoka 3 kuja 4 ni nusu hatua. Then 4 kuja 5 ni hapo. Kwa 1 2 3 4 5. Zingatia hiyo fingering. Namba 1 kidole namba 2, namba 2 kidole namba 4, namba 3 kidole namba 1, namba 4 kidole namba 2, namba 5 kidole namba 4, namba 6 iko chini ya 3. Hii 3 yetu 6 iko chini yake. Kidole namba 1, kidole namba 3, then kidole namba 4. Kwa itakuwa 1 2 3 4 5 6 7 1. Kwa 1 2 3 4 5 6 7, back to 1. 1 7 6 5 4 3 2. Kufanyia mazoezi hiyo. Kwa hiyo ile ni somo letu namba 3. Linahusu habari ya namba. Somo namba 4 tena nitakuja kukuelezea kwa ufupi kuhusu namba. Kuna vitu nitakuelekeza somo namba 4. Tukishamaliza somo namba 4, nimekwambia tutarudi kwa habari ya kutafuta key. Sasa tutaanza tutarudi tena kule nyuma. Kwa hiyo fanyia mazoezi hii, alafu nitarudi tena na somo jingine.